Assalamu alaikum mtazamaji wa Mtwara Online TV. Tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mimi ni Amina Ali, na leo kwa upekee kabisa nimetembelea hapa Magomeni, mtaa wa Mkilwa. Na leo nikija kuzungumza na Sheikh Mgaigai aweze kutupa dawa. Hasa kama unavyojua tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na mambo ni mengi kweli kweli kuelekea katika mwezi huo. Nikusihi sana usiondoke. Hakika hii ni Nje Manga na Nje Pwani. Karibu sana. Naam Sheikh, tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mambo gani hasa tunapaswa kuyazingatia? Tukiwa tunaelekea katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo ya kuzingatia ni kuandaa maandalizi ya mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani, na si maandalizi ya daku wala si futari, isipokuwa ni maandalizi ya kufunga, kwa sababu ndiyo lengo hasa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufaradhisha huu mwezi, kwamba watu wafunge wawe na afya na wapate ucha Mungu. Kwa hiyo maandalizi yake ni hayo, na yapasa kabisa watu wawe na heshima kuheshimu huu mwezi, wajue kwamba hapo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wasiwe wanatembea uchi, wanaongea matusi na vitu vingine. Tumeshuhudia tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, au tukiwa hata kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani Sheikh, unakuta vijana wengi ndio muda ambao wanakuwa na zile harakati za kuoa au wanaoa, na mwisho wa siku unakuta Ramadhani ikishaisha zile ndoa tena hamna. Imefikia hatua kiasi kwamba mtaani watu wanazitaga ndoa za uji. Ikionekana wewe unaolewa karibu na Ramadhani au kwenye mwezi wa Ramadhani, unaambiwa hiyo ndoa ya uji muda wote ule inakwisha. Ni kweli vijana wengi wanakuwa katika harakati za kuoa pindi tu unapokaribia kuingia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na kwa jambo hili na kwa kufanya hivi, basi hupelekea kuziita ndoa hizi kuwa ni ndoa za uji. Lakini Ramadhani na ndoa bado zipo tu, tena zinapendeza zaidi zikiwa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi wa baraka. Sasa ni wasihi vijana kwamba wakitaka kuoa, basi ili kuondosha idhana, waoe muda wowote na wakati wowote, kwa sababu pale tu watapofikia umri na kujiona kwamba wapo tayari, wana vigezo vya kuishi na mwanamke, basi waoe, wasisubiri mwezi huu, kwa sababu ni kweli ndoa nyingi tunaziona zinakuwa zinavunjika kabla baada tu ya kumalizika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa vijana hao. Kwa hiyo ushauri wangu kwamba wao wawe wanaoa kabla ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, pale tu wanapojikuta wana uwezo wa kuoa, wana uwezo wa kumiliki mwanamke, wana uwezo wa kumvisha mwanamke na kumpa chakula. Lakini kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hawajakatazwa kuoa, lakini dhana ile ili kuiondosha, basi waoe kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili majambo yao yaende kuwa sawa. Na tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Sheikh, tunakuwa na sala ya tarawih. Watu ni kwamba hususan kina baba ni kweli wanafunga, mtu anatoa sadaka, anailisha familia vizuri. Lakini ukifika ule muda wa sala, changamoto inaanzia pale. Mtu mwingine ataaga nyumbani, naenda kwenye tarawih, mwisho wa siku mtihani. Kwenye tarawih hafiki. Unatuambia vipi hapo Sheikh? Kwanza swala ya tarawih ni swala ambayo imesuniwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa baba anapomaliza futari zake na kuingia swala katika ndani ya swala ya tarawih, basi anatakiwa afike kweli katika swala ya tarawih. Afike katika swala ya tarawih, ende akaswali tarawih na arudi katika muda muafaka kama walivyokuwa wanarudi wenzake. Lakini sio saa 4 inaisha tarawih alafu yeye anakuja kugonga mlango saa 6 za usiku. Hii inakuwa haipo sawa. Kwa hiyo na wasihi pia wakina baba watimize majukumu yao. Wakisema wanaaga kwenda kuswali tarawih, basi kweli waonekane wapo katika swala za tarawih. Lakini wasifanye ujanja wakapita hivi na vile, wakapitia kona zingine. Mwingine anaoa alafu hajamwambia mkewe kwamba nimeoa na mke wa pili. Kwa hiyo ni kosa hilo. Kwa hiyo anaamua sasa tarawih sasa ndo amalizie na ile nani uzamu ya yule mke, tena ni nusu tu. Kwa hiyo hii haikubaliki kisheria.
Sheikh, nitakutafuta siku nyingine ili tuirudie hii mada hapa, nimeipenda. Lakini pia Sheikh, tumeshuhudia pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, unakuta hiki kipindi cha nyuma cha kawaida, mtu alikuwa labda anaweza kujikaza na imani, anaweza akavumilia ile njaa, lakini kuivumilia ile funga inakuwa ni ngumu. Vidonda vya tumbo vinaibuka, kila aina ya homa inakuwepo. Nawaambia nini hao watu ambao wanakuwa ni wavivu katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwanza niwaambie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa baraka sana, mwezi wenye mavuno mengi. Ukizitaka thawabu za haraka na nyingi, basi kimbilia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa kujisingizia na kuumwa kwa muda huu wa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, ukasingizia una vidonda vya tumbo, huna hiki, wakati mwingine, nyakati zingine, yani miezi mingine, wewe unakula tena vyakula vile vile ambavyo pengine daktari anatoa ushauri kwamba vyakula hivi asile huyo mwenye vidonda vya tumbo, wewe unakula. Lakini ukifika mwezi wa Ramadhani unakuwa ni mmoja wa kusema kwamba mimi nina vidonda vya tumbo. Sasa hii inakuwa ni chenga tu kwamba upite huku ili Ramadhani ishe na wewe uwe hujafunga. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni ayyama maadudati, masiku machache kabisa. Wala usiyaingize akilini ukasema ni siku 30. Siku 30 sawa, lakini kwa mchana na usiku. Lakini kwa usiku tu au kwa mchana tu ni kama siku 15 tu. Kwa hiyo ni wasihi watu waingie katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa furaha kabisa, na nina imani hata hayo maradhi ambayo mtu anayasema kwamba najisikia hiki na hiki, basi kama atakuwa anatia nia mzuri na kusema kwamba ngoja ni jaribu, Mwenyezi Mungu anaweza akamuondoshea hayo maradhi yake vile vile. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunapaswa kuishi hasa kwa namna ipi? Asante. Mwezi mtukufu wa Ramadhani watu wanatakiwa waishi kwa ukarimu sana. Kitu ambacho sasa hivi kidogo kimepotea. Watu wanapika futari zao alafu wanajifungia milango ndani. Tofauti na unaona mtu anafuturu barazani. Tofauti na kipindi cha baba zetu, tulikuwa tunawakuta watu wapo barazani wanafuturu pale, na mtu unakaribishwa, unafuturu pale, unakula, unashiba kabisa. Sasa ukarimu ule tunatakiwa tuuendeleze na tuonyeshe kwa katika jamii. Tuishi kwa ukarimu, tuwakaribishe wenzetu katika futari, tutoe sadaka kwa ndugu zetu, tuwape futari, tuwasaidie wale ambao tunahisi kwamba wao hawajiwezi. Tukiishi hivyo, kwani hiyo ndo hisia hasa, yani ndio maana hasa ya Ramadhani, kwamba watu mwezi wa Ramadhani wawe wapole, wawe wacha Mungu, wawe watu wenye huruma, kumjua huyu ni maskini, huyu ni fukara, anampa kile ambacho anastahili apewe. Na ni vitu gani Sheikh tunapaswa kuepukana navyo au kutovifanya tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa tuepukane navyo. Kama vile udanganyifu, uongo, kucheza bao, karata, kwa sababu mule pia unapatikana uongo. Unasema mtu unakula, unalamba, vile vitu ambavyo havistahiki kuvisema. Kwa hiyo tunatakiwa tujiepushe navyo, kucheza mabao na vitu kama hivyo. Lakini kusengenya, kukaa ikawa mnasengenyana watu, na watu wamebadilisha sasa huo mfumo sasa hivi. Kwa kuwa wanaona wakisema hilo basi kuna watu wengine watawakosa, basi wanasema njo tupate ubuyu, vitu kama hivyo. Lakini ni vitu ambavyo havitakikani, na ikiwa unafanya hivyo basi Ramadhani yako itakuwa ni batili kabisa, itakuwa unachofunga. Na Sheikh, kuna ule usiku tunasemaga wa Lailatul Qadr. Watu wengi sana, hususan hata sisi vijana wa kileo, tuna ile imani ambayo tumekuwa nayo tangu tupo watoto kwamba usiku wa Lailatul Qadr bwana, ukiwa na bahati unaiona nyota ya jaa. Hivi ni kweli ili lipo Sheikh? Lailatul Qadr ipo, imetajwa ndani ya Qur'ani, lakini hili suala la kuona kwamba unaona nyota ya jaa na vitu kama hivyo, nadhani hili bado mimi sijawa na ufumbuzi nalo. Lakini hicho kisoma kwamba Lailatul Qadr ipo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na kunakuwa na ishara, baadhi ya ishara kama vile mwanga, yani dunia yote kuwa na nuru fulani, lakini kuwa na utulivu. Katika ule usiku kunakuwa na utulivu zaidi. Hata wanachuoni wengine wanasema uwezi hata kama kumsikia mbwa anabweka katika nyumba fulani au mtaa fulani.
kunakuwa na utulivu sana, lakini kutoka nje labda ukasema kuna nyota inapita, nyota ya Jaha, hii hapa hapana, haijawa na ufafanuzi huo zaidi. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi, ni kipi unachoweza kutushauri au kaishauri jamii hususan katika huu mwezi ambao tunaenda kuingia, Mwenyezi Mungu akitufanyia wepesi, mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani? Mimi nashauri vijana, wazee, kina mama, kina baba, tuelekee mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa furaha kabisa. Tuupokee kwa furaha, tuufunge kwa furaha na amani, lakini vile vile tusherehekee sikukuu ya Kiislamu, sikukuu ya Idi ya Fitri kwa amani na usalama. Tuziveshe familia zetu. Kina baba tujitahidi kuzivesha familia zetu na kuzilisha vizuri mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na siku ile ya Idi, lakini vile vile kutembelea sehemu mzuri ambazo tunajua hazitokuwa na makosa ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huu ndio ushauri wangu kwa jamii na kwa Waislamu kwa ujumla. Mtazamaji wa Nyenje Mwanga na Nyenje Pwani, bila shaka umeweza kumsikia Sheikh. Na baba wenye zile tabia, naenda kuswali tarawih, mwisho wa siku unapiga uchochoro. Sheikh amesema hapana. Na kina mama tunaokaga vibarazani, mnazuia ule umbea, mnasemaga ubuyu, hayo nayo yasiwepo, inakuwa hamna ulichofunga, umeshinda njaa. Ulikuwa na mimi mwana Nyenje Mwanga wako Amina Ali, hadi hapo wakati mwingine tena, chao.